Karibu Tabata New Life in Christ. Inasema ya kwamba walimwona akiwa yule mwenye pepo. Sema yule aliyekuwa na pepo ameketi, ana akili zake, amevaa vizuri. Nilisema jambo hili moja ya kwamba kifungo cha rohoni ni kifungo hatari sana kwenye maisha yako. Kinaweza kikakufanya ukachakaa, kinaweza kikakufanya ukafubaa, alafu ukafika mahali hata si kwamba huna hela, hata kuvaa vizuri uvai vizuri tena. Nilikuwa naomba na dada mmoja miaka kadhaa iliyopita, 2019 nakumbuka. Nikaomba naye siku ya kwanza, nikaomba naye siku ya pili, akaja. Baadaye nilivyoweka umakini kumwangalia, nikamwambia, mbona umebadilika kiasi kile? Akasema, sio wewe tu uliyesema, hata watu wameniona na nyumbani wanasema umebadilika. Nikamwambia, kumbe nimeona vizuri. Akasema, mwili wangu haukuwa ni huu. Anasema, baada ya yale maombi nilienda uwani, nikaendesha gari na kuendesha na vitu alivyokuwa akiendesha, alikuwa anaendesha panya. Unajua panya anakuwaje tumboni wa mtu? Anasema mpaka alisisimka. Kwa maana yake ni kwamba kuna vitu huwa vinawekwa ambavyo ni vya kuifunga nafsi ya mtu. Mtu afanane na mtu wa makaburini, ndivyo anavyofanya. Lakini by force by power yuko Yesu jioni ya leo. Tunaenda kutoka katika jina la Yesu Kristo. Hebu sema haleluya. Sema tena haleluya. Akili zako zitarejea tena katika jina la Yesu. Uzuri wako utarejea tena katika jina la Yesu. Muonekano wako utarejea tena katika jina la Yesu. Kuna mtu unaweza ukaambiwa na miaka 70, alafu kumbe ndo 40 na kitu anacho, amefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nachojaribu kukuonyesha kwa haraka hapa ni nini? Haraka, hii habari ni pana sana, nataka tuombe hapa. Ni kwamba alipofunguliwa yule mtu, Biblia inasema ya kwamba akamsihi Yesu aambatane naye. Yesu akamwambia no. Sema no. Sema no. Akamwambia, nenda kwa jamaa ya kwenu, nenda kwenye vijiji vya kwenu, nenda kawasimulie mambo gani Bwana aliyokutendea. Biblia inasema mstari wa 20, akaenda akaanza kuhubiri katika Dekapoli yote ni mambo gani Bwana aliyomtendea. Maana yake ni kwamba huyu mtu alikuwa amebeba kitu kikubwa sana cha kimahubiri. Na Yesu alipokuwa anaangalia, ni kama Yesu aliona, mbona jamaa yuko hapa ndo anaenda kurahisisha kazi ya ufalme. Maana yangu nachojaribu kukuonyesha nini? Huyu mtu Dekapoli ilikuwepo kwa ajili yake kabla hajazaliwa na baada ya kuzaliwa. Lakini shetani alimvizia, akamfunga, akamweka makaburini ili asiende katika Dekapoli. Lakini ashukuriwe Yesu, kwa sababu Yesu ni wa huruma na ni wa rehema. Hakuna ambaye alijua ya kwamba Yesu atapita kwenye ule mji. Lakini Yesu alipotokea, hakuendelea kukaa tena makaburini, akaenda kwenye Dekapoli yake. Na mimi natangaza katika jioni ya leo, Mungu aifungue Dekapoli yako iliyoko mbele yako. Mungu akuhamishie kwenye Dekapoli yako, Dekapoli ya biashara yako, Dekapoli ya huduma yako, Dekapoli ya uzao wako, Dekapoli ya ndoa yako. Mtu mmoja apige high five na mtu mwingine pale aseme, pokea Dekapoli yako. Jioni ya leo ni jioni ya Dekapoli. Shetani anataka au hataki, Yesu yuko mahali hapa. Tunaenda kwenye Dekapoli yetu. Ipo Dekapoli ya maana Yesu ameiandaa jioni ya leo. Nataka nikwambie, kuna mahali unakwenda, kuna heshima unaiendea, habari zako zitaenea. Yesu alifanya kwa makusudi, akawamwambia
nenda ukahubiri. Yesu angeweza kumwambia twende tukahubiri kule kwingine. Nisikilize, utarudi pale pale ambapo adui zako walipoona ya kwamba umekufa. Utaenda pale ukiwa hai tena, katika jina la Yesu Kristo. Wako wapo wanaonielewa jioni ya leo hapa? Utarudi pale pale, hapo hapo. Mwambie mwenzako hapo hapo, hapo hapo, ili watu waweze kuambiana vizuri. Unajua habari zetu, nilisema jana, kuna wakati huwa zinaeneaga zinakuwa habari mbaya wakati mwingine, na wengine inatupa picha. Wale waliokuwa wamechukizwa ujio wa Yesu ndio waliokuwa wamemfunga, na ndio waliokuwa wanaeneza, wanasema huyu ni mtoto wa mama fulani, huyu si baba yake na fulani, huyu si fulani, ona sasa hivi maisha yake yamekuwa hivi. Na wakaona ya kwamba wameshamzika. Acha nitangaze ya kwamba hata kama kuna nafsi iliyozikwa mahali hapa haijakutana na Yesu, lakini jioni ya leo ni maombi yangu ikutane na Yesu, ikutane na Yesu, sio ikutane na Mlawi, ikutane na Yesu, sio ikutane na wana-LC, ikutane na nani? Na Yesu. Ikikutana na Yesu, kuna watu watalazimisha kutangaza habari zako njema. Kuna watu watalazimisha kutangaza habari zako njema. Wale waliokuwa wanawaambia wateja wasije kwenye biashara yako, ndio watawaambia ya kwamba una bidhaa nzuri, kwa sababu dekapoli yako imefunguliwa. My God, my Lord, kuna mtu ananielewa hapa? Hao ndio watawaambia wateja warudi kwako. Mwambie mwenzako, mbingu huwa inalazimisha. Kuna wengine si kwamba wanakuelezeaga mazuri, ni kwa sababu uko kwenye dekapoli. Na mimi nataka nikwambie, si kwamba kuna watu wamependa wakuelezee mazuri yako, ni kwa sababu nguvu ya dekapoli huwa inalazimisha hata watesi wetu kueleza habari zetu njema kwa watu wengi, tuenee. Huyo ndo Mungu Bwana tulie naye. Mungu wa heshima eti wakati mwingine analazimisha. Sema analazimisha. Sema analazimisha. Sema analazimisha. Mwambie Mungu uliye hai. Sema Mungu uliye hai, naijua iko dekapoli yangu, naiona dekapoli yangu jioni ya leo. Hata kama ni mfungwa, ninaiona dekapoli yangu, ninaenda kutoka katika jina la Yesu. Usiangalie makaburi kama mahali pa mwisho wako. Umezaliwa, inawezekana umezaliwa katika dhiki nyingi, ukaishi kwenye dhiki nyingi, ila hautakufa ukiwa kwenye dhiki. Hautakufa ukiwa kwenye dhiki. Nasema hautakufa ukiwa kwenye dhiki. Kwa kadri miaka yako inavyozidi kuongezeka, na wewe utaongezeka katika jina la Yesu. Kwa kadri siku zako zinavyozidi kuongezeka, utaongezeka katika jina la Yesu. Hautapungua kadri siku zako zinavyozidi kuongezeka. Huyu ndio Mungu tulie naye. Kwa maana hata kama wamekushikilia makaburini, yuko mtu ambaye aliwaambia Wayahudi wakawa wabishi. Mwambie mwenzako, adui zako hawajawahi kuwa wabishi kama Wayahudi. Mwambie vizuri ya kusikia, adui zako hawajawahi kuwa wabishi kama Wayahudi. Akawaambia, mimi nitalibomoa hili kanisa kwa siku hii, alafu nitalijenga kwa siku 3. Maana yake nitakufa, sawa, mtaniua, lakini siku ya 3 nitafufuka. Hawakuelewa alichowaambia, kwa sababu walifikiri kwa sababu kaburi lina nguvu. Hawakujua ya kwamba yeye ni mshindi wa mauti, yeye ana nguvu kuliko kifo. Nataka nikwambie, yuko yule mwenye nguvu ya siku ya 3 mahali hapa. Ninaiona siku ya 3 ikitokea kwenye maisha yako, ikitokea kwenye biashara yako, ikitokea kwenye afya yako, ikitokea kwenye uchumi wako, ikitokea kwa watoto wako. Siku ya 3, siku ya 3 itokee kwako. My God, my Lord. Jataradagos Abrados Sekete Rikantaya
Redagorianda shataradagaya. Kama kuna kitu natamani leo hii, jizamishe kwenye uwepo wa Bwana. Mna mtu amenielewa? Jizamishe kwenye uwepo wa nani? Jizamishe. Hata kama umekuja hapo wewe ni mheshimiwa, sahau vyeo vyako, mwangalie Kristo. Ninaomba wakati huu chukua sadaka yako nzuri kwa Bwana. Kabla ya kuingia kwenye maombi, msemeshe Mungu juu ya hiyo sadaka. Mwambie Mungu kile unachotamani kukiona kwenye haya maombi. Msemeshe Mungu, msemeshe Mungu. Nyanyua sadaka yako juu kwa Bwana. Sema, Bwana Yesu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili. Nimesikia sauti yako. Nimesikia sauti. Nataka kutoka nje. Nataka kutoka nje. Hili ndilo ombi langu. Mkono wako wenye nguvu, uwepo wako wenye nguvu, unitembelee na mimi kama ulivyotembea na kwenda ng'ambo ya nchi ya ng'ambo ya Wagerasi. Na mimi Bwana, niko tayari kutembelewa na wewe. Niko tayari kukutana na wewe kwa nguvu na uweza wako, kwa nguvu na uweza wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba Bwana kujiambatanisha na sadaka hii na sadaka ile ya damu ya Yesu Kristo. Mungu nikubali, Mungu nitakabali, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tangu hivi leo nipokee sasa na daima. Ninaomba usikie maombi yangu na sauti yangu ipate kibali mbele zako, katika jina la Yesu. Nyanyua mikono yako, funga macho yako, sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, niko hapa, niko hapa. Mungu wangu, niko hapa. Mungu wangu, ona mahali nilipo, ona mahali nilipo, na kwa msaada wako ninaomba unitoe, ninaomba unitoe, ninaomba unifungue, ili niendee hatima yangu, ili niendee dekapoli yangu. Baba yangu, Baba yangu, naita, naomba rehema, naomba rehema, naomba rehema, naomba rehema. Katikati ya ghadhabu, kumbuka rehema zako. Katikati ya mashtaka, kumbuka rehema zako. Katikati ya maumivu haya, kumbuka rehema zako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Paza sauti yako, katika jina la Yesu. Yesu nisikie, Yesu nisikie, Yesu nirehemu, Yesu nirehemu. Nimekutenda dhambi, nirehemu mimi. Nimetenda uovu, nirehemu mimi. Nitakase sasa, nitakase sasa, nitakase sasa yale mawazo yangu, yale mawazo yangu. Baba, neno lako linasema huyu watembea katika kituo changu, wataka kituo changu kiwe safi, ili kila unaponitembelea usione jambo lolote litakalo kukwaza likakufanya ukageuka. Leo hii, jioni ya leo, natakasa kituo cha moyo wangu, natakasa kituo cha moyo wangu kwa ajili ya ujio wako, kwa ajili ya matembezi yako. Nahitaji unitembelee jioni ya leo,
nahitaji unitembelee Yesu. Sina msaada mwingine, sina kimbilio jingine, sina nguvu nyingine, ni wewe Bwana. Ninatubu na kuomba rehema juu ya mambo niliyoyatenda, juu ya mambo niliyoshtakiwa na shetani, juu ya mawazo mabaya niliyokuwa nayo. Ninaomba unirehemu Yesu. Yesu mwana wa Daudi, ninaomba unirehemu kwa damu yako ya thamani. Ninaomba unirehemu Bwana, ninaomba unirehemu Bwana. Wazazi wangu walitenda dhambi na sasa hawapo. Mimi nimeyachukua maovu yao. Yesu, ita kwa Mabatimayo. Yesu, unirehemu, unirehemu mimi, unirehemu mimi, unirehemu wakati huu, unirehemu sasa hivi. Yesu, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, usinyamaze kimya. Kuna nguvu ya ajabu hapa. Radokoria ndaradagaya jeke patorodokoria jekatarada koroboshata. Unasikia kuomba toba mahali fulani, omba toba. Achilia, achilia, achilia. Tunaandaa. Kuna kitu Mungu atakipitisha hapa kupitia hiyo toba, kupitia hiyo toba. Reda kora daganta. Mungu, tunahitaji Dekapoli kurudi, tunahitaji kuendea Dekapoli. Kuna mahali tumeshikwa kisheria, kuna mahali tumeshikwa kisheria. Mungu, tunaomba rehema. Mungu, tunaomba rehema Bwana. Mungu, kwenye ghadhabu yako kumbuka rehema. Mungu, kumbuka rehema Bwana. Haradagori shetaradaganta habrado sheketantaradakata sheketeterika radakoria. Wengine wamebeba vifungo vya kurithi, ni kwa sababu ya uovu wa watu waliotangulia. Baba, angalia toba hii Bwana, angalia Bwana machozi haya, angalia kizazi hiki kipone Bwana, angalia Jehova Bwana. Mungu wangu, ninaomba rehema mimi, ninaomba rehema kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa. Nasimama kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, turehemu tu Bwana. Usikumbuke udhaifu wetu Bwana. Sisi ni wadhaifu tu Bwana, hatukustahili Bwana, hatukustahili, lakini kwa rehema zako tunasogea kwako, lakini kwa rehema zako tunasogea kwako, lakini kwa rehema zako tunasogea kwako. Angalia familia zilizofungwa, angalia watu wanakufa kabla ya umri, angalia wanaume wanatoka kwenye familia. Rekadakoriko roboshikidikanta adadaratetetari katayanta yaradado redaro seri kataya darado sikia jikiribanta radakosa abrado kori kataya shekete kataya taradakoria ikikikiri katara dakora. Mungu, tunaomba toba juu ya anga la Tabata. Mungu, tunaomba toba juu ya ardhi ya Tabata. Rekanta radakori karadagoria zikita tarada kanta yaba jeketeri krosata. Tunaomba toba Jehova, tunaomba toba. Kituo kiwe safi, kituo kiwe safi, kituo kiwe safi Bwana. Tuko tayari ututembelee, tuko tayari ututembelee yawe, tuko tayari ututembelee, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari ututembelee Bwana. Usiangalie uovu wetu, usiangalie dhambi yetu Baba, usiangalie Bwana, usiangalie uovu wa waliotangulia. Iangalie damu ya Yesu, iangalie tu damu ya Yesu. Mungu, unapoangalia mahali hapa, Mungu, iangalie damu ya Yesu. Unapoangalia maisha ya huyu mtu, anahitaji msaada wa kutoka nje. Bwana,
kuiendea hatima yake. E Bwana, e Bwana, e Bwana, rikarorose kerikoromosata, iangalie damu ya Yesu. Raboshaka, mimina moyo wako. Mimina moyo wako, mwambie Yesu, ione damu yako. Damu yako inene rehema, damu yako inene rehema, damu yako inene rehema, damu yako inene rehema, inene rehema, inene rehema. Karadagosh abros sekantaya, ninaona wingu linafunguka. Tabata itakuwa mahali pa makimbilio ya watu wa Mungu. Reda korada kantaya shekatarada koriandayaba abrados sheke tatarada kaya shekatorobosa karada koria. Chini ya mlima huu Bwana tunatafuta rehema. Chini ya mlima huu Bwana tunatafuta rehema. Kwenye familia tunazotoka, mahali vitovu vyetu vilipozikwa, tunatafuta rehema Bwana. Tumekuja kama Nehemia, tunahitaji kujenga ukuta uliobomoka. Mungu tusaidie, 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 tusaidie. Umemwita huyu mama kwa ajili ya ujenzi, kwa ajili ya ujenzi huyu baba. Ule ukuta, ule ukuta, ule ukuta uliobomoka tena. Rikantarada koroboshikiri kantaya. Ndio, kuna kitu Mungu anakiachilia hapo. Usifanye haraka kusogea kwenye maombi mengine. Siishiwe maombi, mwambie tu Mungu ni rehemu. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu ni rehemu. Kama kuna mahali hasira yako imekaa, mahali pa makaburi, shekarada korabasata. Wengine wameshikiliwa kwa sababu ya ibada za yale makaburi ili zilizofanyika. Rekatarada ganta parolos ikaroburi andarada. Nyanyua mikono yako juu kwa Bwana. Wovu wangu Jesus, 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 Jesus. Usikubali ukapitwa. Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa. Yeye alimwita Lazaro toka huku nje, alimwita Lazaro kutoka kwenye kaburi. Anakuita na wewe utoke mahali uliposhikiliwa, uliposhikiliwa, ulipoketishwa. Rika tatarada kanta shatarada gori andarada gora karada gorobo sata, katika jina la Yesu. Nyanyua tu mikono yako juu kwa Bwana. Sema, e Bwana Yesu, e Bwana Yesu, mimi ni wale tunahitaji kufunguliwa na kuendea hatima yangu na kuendea hatima zetu. Mimi ni yule ninahitaji kufunguliwa na kuiendea hatima yangu na kuendea mahali pa hatima na kuendea mahali pa kusudi langu. Jioni ya leo ninakushukuru kwa kuwa umenisamehe, kwa kuwa umenirehemu. Na jioni ya leo ninaamini unanisikia, unanisikia. Ninahitaji Yesu, ule msaada wako, ile neema yako, ile neema yako ikapate kunivusha, ile neema yako ikapate kunivusha. Nahitaji jioni ya leo sauti yako itakayonitoa kwenye kila kaburi, kwenye kila shimo, kwenye kila pango, kwenye kila njia panda, kwenye kila miti, kwenye kila mito, kwenye kila bahari. Leo hii mahali popote nafsi yangu, nafsi ya ndugu zangu,
nafsi ya mtoto wangu, nafsi ya mwenzi wangu iliposhikiliwa, leo hii ninaomba sauti yako yenye uhai, sauti yako yenye nguvu ikamfufue, ikanifufue mahali popote pale ambapo nimeshikiliwa, mahali popote pale ambapo nimeshikiliwa. Baba, angalia kwa habari ya afya yangu. Baba, angalia kwa habari ya uchumi wangu. Baba, angalia kwa habari ya ndoa yangu. Baba, angalia kwa habari ya taaluma yangu. Ninakusihi leo hii, niko tayari unitembelee. Niko tayari Yesu nitembelee. Niko tayari Yesu nitembelee. Niko tayari Yesu nitoe nje. Niko tayari Yesu nitoe nje. Sema, kila roho ya sanda, kila roho ya sanda iliyowekwa kwenye miguu yangu, iliyowekwa kwenye mikono yangu, kila roho ya leso zilizowekwa usoni mwangu, Baba mtakatifu, fanya namna hii. Baba mtakatifu, ninaondoa kilichowekwa kwenye uso wangu, ninaondoa kilichowekwa kwenye mikono yangu, ninaondoa kilichowekwa kwenye miguu yangu, kila kamba yoyote, Baba mtakatifu, kama vile Lazaro alivyofumbuliwa ile sanda, na mimi leo hii kwa sauti ya neno lako ninafunguliwa kila sanda, ninafunguliwa kila sanda kwenye mikono yangu inayonizuia nisizalishe, kwenye mikono yangu inayoua mamlaka, kwenye mikono yangu inayonizuia nisiendelee. Hiyo sanda, hiyo sanda naikatakata, naikatakata, naifungua sasa, naifungua sasa. Nafungua sanda kwenye miguu ya mume wangu, kwenye miguu ya mke wangu, kwenye miguu ya watoto wangu, kwenye miguu ya jamaa zangu. Nafungua sanda kwenye kiuno, nafungua sanda kwenye kichwa, nafungua sanda kwenye mikono, nafungua sanda leo hii Bwana, kwa uwepo wako, kwa nguvu zako. Bwana, pita. Bwana, pita. Pita ndani ya nafsi yangu, pita ndani ya nafsi yangu. Viapo vya sanda, viapo vya makaburi vilivyofanyika tunavibatilisha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunabatilisha viapo vyao, tunabatilisha visomo vyao, tunabatilisha visomo vyao, falaki zao, tunabatilisha aya zao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Makafara yao yaliyotuzika leo hii tunabatilisha. Yesu wa ufufuo, Yesu wa ufufuo, mahali popote pale tulipozikwa tunatoka, tunakuwa hai na tunatoka. Sema, niwe hai. Sema, nakuwa hai na ninatoka. Sema, ninakuwa hai na ninatoka. Anza kutoka, anza kutoka. Rada kantaya, shanta radakaya, reka paradakaya, rekorobo shata, shekata radakaya. Uko upako wa maombi hapa. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Sema, ninatoka. Usimwangalie mtu yeyote sahi. Tembea, 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 tembea. Sema, ninatoka kiuchumi. Yanta radakanta, shederikanta yaba, rado sorikataya, radakanta radakaya. Sema, ninatoka, ninatoka. Vita itatokea hapa. Ninaona vita itatokea hapa. Maana kuna watu wanatakiwa kutoka. Kuna watu wanatakiwa kutoka. Rikanta tatata,
Rikantatatatata. Mikono ya mtu hapa inafunguliwa. Mikono ni moto. Mikono ni moto. Mikono ni moto. Ni mikono ni moto. Ni mikono ni moto. Hiyo mikono inafunguliwa sasa. Hiyo mikono inafunguliwa sasa. Hiyo mikono ifunguliwe. Ifunguliwe. Nyanyua mikono yako juu. Saa ya kutoka. Kwa nini ushike pesa ndogo namna hiyo? Nataka utoke. Nyanyua mikono yako juu. Nguvu ya Mungu inapita kwenye mikono. Inapita kwenye mikono. Ninaona vitambaa vikifunguliwa kwenye mikono. Vikifunguliwa kwenye mikono. Vikifunguliwa kwenye mikono. Vikifunguliwa kwenye mikono. Usimwangalie mtu. Nguvu ya Mungu iko hapa. Usimwangalie mtu anayepiga kelele. Watu wanatoka. 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 Ulitakiwa ushike hela nyingi. Hey! Huyo atoke huyo. Alipaswa kushika hela nyingi. Alipaswa kushika na dola. Alipaswa kwenda na afanye biashara za nje. Alipaswa. Malaika nisaidieni. Yuko mfanya biashara mkubwa hapa. Yuko mfanya biashara mkubwa hapa. Aliyeshikiliwa na miungu. Aliyeshikiliwa na miungu kwenye makaburi. Nasema atoke. Hizo sanda kwenye mikono yake. Naziteketeza. Saa ya kumiliki. Afunguliwe aende. Naomba usimwangalie mtu. Wewe focus kwenye msalaba. Siangalie watu wanaoanguka. Wanatoka. Lazima uende dekapoli yako. Ndiyo. Nyanyua tu mikono. Kuna mtu anasikia moto kwenye mkono wa kushoto. Mkono wa kushoto. Naiona nguvu ya Mungu hapa. Naona uwepo wa Mungu hapa. Unaopenya. Unaoangusha vifungo kwenye mikono yako. Kila roho ya kaburi toka, achia. Mikono yako haitakuwa ya kuzika. Mikono yako haitakuwa ya kuzalisha. Mikono yako haitakuwa ya kuua. Itakuwa ya kuhuisha. Moto upite kwenye hiyo mikono. Roho Mtakatifu pita. Unaiona mikono iliwekewa kamba. Imewekewa kamba imeandikwa karatasi fulani. Karatasi yenye maandiko ya viapo. Repakata Jatarada Koriandaradagaya. Mikono ya mtu iliyofungwa, ameambiwa watoto wako hawatamkuletea kitu kwenye hiyo mikono. Mimi ninatangaza, nabatilisha watoto wako waitwe kazini, watoto wako wakuletee vitu kwa jina la Yesu. Nabatilisha hilo andiko, nabatilisha hicho kiapo kwa jina la Yesu. Weka mkono wako mmoja kwenye mguu wako. Mmoja tu, ukiwa umesimama kama mimi tu. Usichoke. Kama mimi tu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, hatua zangu zilizozuiliwa kwa sababu ya sanda iliyofunga miguu yangu, kuanzia leo ninaifungua. Anza kufungua. Fungua kwa imani. Anza kufungua kifungo chochote kwenye miguu yako kinachozuia safari, kinachozuia hatua, kinachozuia hicho kifungo kwenye miguu yako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nyanyua tu mikono yako juu kwa Bwana. Nyanyua tu mikono yako kwa Bwana. Nyanyua mikono yako kwa Bwana. Tulia kimya. Mungu apite mahali pa miguu yako.
mahali pa miguu yako, mahali pa miguu yako. Asante Yesu, wewe ambaye unapita tukikuita, tukikuita, tukikuita. Ninaomba upite, ninaomba upite kwenye miguu ya huyo mama, huyo mama, huyo mama. Hiyo miguu yake amefungwa, anazunguka kwenye eneo moja namna hii, hana mahali pa kwenda, hana mahali pa kwenda. Naomba ile sauti yako kama upanga, Bwana, ipite katikati ya miguu yake na ikate hiyo kamba. Hawatazuia, 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 hawatazuia. Ninaona miguu ina moto mkubwa. Endelea kuvumilia hivyo hivyo. Roho Mtakatifu anaachilia moto, 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 moto. Tunatakiwa kwenda, tunatakiwa kwenda, tunatakiwa kwenda, tunatakiwa kwenda katika jina la Yesu. Naomba utakuwa nitaita Yesu kama ilivyo desturi yetu, na kila mtu atakuwa anafunguliwa kwenye namba yake. Amen, amen. Wale ambao ni wageni, tukisema moja, unaita Yesu kwa nguvu. Kwa inawezekana ya kwako ni namba 1, namba 2, namba 3, namba 7. Utasubiri, nguvu za Mungu zitakutembelea. Weka imani namna hiyo. Bwana asifiwe. Yesu atakutembelea, atashuka, atakufungua. Amen. Tunaenda, nyanyua mikono yako juu. Kama una shida ya kukaa, ya miguu, kaa. Lakini kama huna shida, naomba usimame. Yesu ana nguvu akitokea kwenye maisha yako. Mapepo yanamjua, hayatakaa. Atabadilisha maisha yako. Moja. Ndio. Naomba kurudia tena. Ita kwa nguvu, usiache, na kwa imani. Niliona watu wakifunguliwa hapa, na hiki kitu Mungu alinisemesha, na nimeona kikiwa kinafanya. Najua kuna zamu ya mtu inatokea hapa. Moja. Ndio. Ndio. Pili. Naomba usimwangalie mtu. Nguvu ya Mungu inatembea. Yeye ni mzee wa siku, Alfa na Omega, mwenye nguvu, mwamba wa kale, mwamba wa kale. Kila mwenye kiu na aone, na anywe, na anywe. Roho Mtakatifu anamimina ndani ya moyo wako lile pendo, lile pendo, lile pendo. Ndio. Wewe ruhusu apite, usijizuie. Usimwangalie mtu akipiga kelele, usimwangalie mtu ameanguka. Wewe focus na msalaba. 3. Kuna mtu hajafungua kinywa. Rudia tena. 3. Ndio. 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 Batimayo aliita akaona. Aliita akaona. Yesu, tunataka kuona tukitoka, tukifunguliwa. Ndio. Ndio. Uko upako wa ajabu hapa, unatembea kama moto, kama moto. Ninaona nguvu za Mungu zinaenda kwenye asili, kitovu cha mtu. Kitovu, 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 kitovu cha mtu, mahali pa asili yako. Ninaona Yesu anaenda na kukufungua pale.
Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Unafunguliwa, 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 unafunguliwa katika jina la Yesu. Imekuwa, imekuwa, imekuwa. 4. Manda karadagos yanderi korobo shantaradagaya menda korodagoria berados abrado kataradagaya. Karibu Tabata New Life in Christ.